Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jina langu ninaitwa Mtumishi Salum. Na katika siku ya leo ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake na upendo wake na kuweza kuwa mzima katika siku hii ya leo, kwa kuwa imempendeza Mungu kuweza kuona siku ya leo atakuwa jinsi nilivyo. Ni salamu zangu kwa ndugu zangu katika Kristo, wale wapendao na wale ambao wameokolewa kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa pendo lake, na si kwa matendo yetu, bali kama yeye alivyotaka, kama yeye alivyotuokoa, kama yeye alivyotutoa mbali na kutufanya kuwa watoto wake. Ninamshukuru, hakika Mungu ni mwema sana. Na salamu zangu na shukrani zangu kwa ndugu wote katika Kristo, wapendwa katika Kristo. Ninawashukuru sana kwa kuendelea kusikiliza neno la Mungu, kujifunza neno la Mungu, kusoma neno la Mungu, na kuenenda sana katika njia za Kristo zimpendezazo, kwa sababu nyakati tulizo nazo wakati huu ni nyakati mbaya sana. Nyakati mbaya sana, hakika ni nyakati mbaya sana ambazo mtu aliyoko katika dunia, mtu aliye katika dunia hawezi akajua nyakati tulizo nazo, lakini watu walio katika Kristo Yesu ndio wanajua nyakati na muda tulio nao ni muda gani na nyakati gani tulizo nazo. Kwa sababu mtu aliye katika dhambi, yeye akilala, akiamka, kwake yeye anaona ni sawa, kila kitu ni sawa, kwa sababu anakula vizuri, anavaa, anatembea, ana gari nzuri, ana nyumba nzuri, ana maisha mazuri, ana watoto, ana marriage. So hivyo vyote vitu, lakini hajui nyakati tulizo nazo ni nyakati mbaya. Lakini Wakristo walio katika Kristo wanajua nyakati tulizo nazo kuwa ni nyakati mbaya. Kwa sababu gani? Kwa maana mtu aliye katika Kristo, macho yake yanafunguliwa anapokuwa amemwamini Bwana wetu Yesu Kristo kuwa ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimekuja kukumbusha tu, kwa sababu tunaambiwa ya kwamba tukumbushane, tutiane moyo, tuwe tunafarijiana. Na sisi kama Wakristo tunazo hekima, tunayo macho ya kuona, si macho ya nyama, macho ya rohoni. Tunajua nyakati tulizo nazo, tunajua kipindi tulicho nacho ni kipindi kigumu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu siku ambayo Kristo atakuja ni siku ambayo hakuna mtu yoyote ambaye anayejua. Kwa hiyo ni kila wakati mtu kujiandaa, ni kila wakati kila mtu kujiweka tayari. Na wale ambao walio katika dhambi, ni furaha yangu na ushauri wangu, mpokee Bwana Yesu Kristo bado mapema. Mpokee Kristo. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba nyinyi mlio katika dhambi, kumbukeni kuokoka. Ninajua kuokoka si kusema tu kuokoka, hapana, bali ukisema umeokoka unamaanisha ya kwamba umeacha yote na umemfuata Bwana Yesu Kristo. Maisha haya tulio nayo, ndugu zangu walio katika dhambi, ni maisha hasa wale walio katika dhambi, maisha ya dhambi ni maisha mabaya sana. Mtu aliye katika dhambi hana tumaini. Kwa nini hana tumaini mtu aliye katika dhambi? Kwa sababu akifa, ikitokea amekufa leo, ataenda wapi? Maisha yake ni ya taabu, maisha yake ni ya mashaka, maisha yake ni ya hofu, maisha yake sio mazuri, maisha yake ni hofu na mashaka, kwa sababu akifa ataenda mahali pabaya, atakuwa mgeni wa nani? Umepewa miaka 50, umepewa miaka 25, na kibaya zaidi, siku hizi watu hawazeeki. Mtu anakufa na bado angali na miaka 20. Mtu anakufa na yuko na miaka 10, miaka 18.
watu hawafiki tena kuwa wazee. Watu wanakufa bado ni vijana. Watu wanakufa bado wana nguvu zao zote za kufanya mambo mengi. Lakini kwa nini watu wanakufa? Kwa sababu bado wangali vijana. Ni kwa sababu maovu yamekithiri. Maovu yamekuwa ni mengi. Na hasa vijana wameongoza kwa kufanya maovu. Mambo mengi mabaya yanayotendeka, vijana wanatenda. Bwana Yesu aturumie sana. Kwa hiyo nina ushauri kwako, wewe uliye katika dhambi. Mkabidhi Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mpe maisha yako. Maisha katika Kristo ni maisha mazuri sana. Watu wana misemo ya kusema kwamba ukiokoka mambo yote yamekuwa mabaya, mambo yote yameharibika. Hapana, huo ni uongo wa shetani na ni upumbavu. Kwa sababu mtu aliye katika Kristo ndiye mtu ambaye ana hekima, ana akili, ana maisha mazuri. Hata kama hatuna matajiri sana katika matajiri, lakini hapana, tuna maisha mazuri. Maisha yetu ni mema, tunalala vizuri, tunakula vizuri, tunaishi vizuri na familia zetu. Sasa wewe ambaye uliye katika dhambi, hautaki kuokoka na kusema kwamba kuokoka ni ushamba. Kuokoka si ushamba. Kuwa katika dhambi ndio ushamba. Bwana Yesu aturumie sana. Kwa hiyo ni kifupi tu ambacho ninataka kusema. Kwa kuwakumbusha wale wale ambao wamekwisha kumpokea Kristo, jitahidini sana. Na mimi na nyinyi tujitahidi sana maisha yetu yampendeze Kristo. Kuokoka si kusema tu umeokoka. Hapana. Sio hivyo. Kuokoka, ukisema umeokoka, maisha yako lazima yabadilike. Yasiwe kama yale ya zamani. Maisha yako lazima yawe mapya. Achana na vitu vibaya. Achana na maisha ya dhambi. Jitenge mbali na uovu wa kila namna na machukizo mbalimbali. Mpendeze Bwana katika njia zako. Ishi vizuri na Mungu. Maisha yako yampendeze Kristo na watu pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni ushauri wangu kwako wewe uliye katika Kristo, kwako wewe ambaye haujaokoka, jitahidi sana kumpa Kristo maisha yako ili afanyike kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako yote. Ukifa, kwa sababu ukifa leo, maisha yako yawe vizuri huko mbele. Kuna maisha mengine baada ya haya. Na hayo maisha hayo ni marefu ambayo sio kuwa na kikomo. Kwa hiyo ukiishi vizuri na Kristo hapa duniani, huko mbinguni, huko mbele, utaishi vizuri. Lakini ukiishi vibaya na Kristo hapa, maisha yako ni mabaya. Utalia na kusaga meno. Utayakumbuka haya ambayo nayokuambia, utakumbuka wachungaji, utakumbuka kutubu, utaomba Bwana kupe muda. Yesu Kristo hata kupa muda kwa sababu alikupa maisha, uliyachezea. Je, akikupa huyo muda hiyo dakika moja ndio utaiweza? Hautoiweza. Kama umeshindwa kufanya miaka yote amekupa, umeshindwa kuifanyia kazi, dakika moja ndio utaweza? Hautoweza. Kwa hiyo ni ombi langu kwamba ndugu zangu, tueni macho wa Kristo, tueni macho, tusimame katika neno la Bwana. Tusome neno la Bwana, tumpendeze Bwana, tuombe, tufunge, tumtumikie Bwana. Na walio katika dhambi, badilisheni maisha yenu. Mgeukieni Bwana afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu, katika maisha yenu yote na katika vizazi vyenu vyote. Na Mungu awabariki. Ninaitwa mtumishi Salum Jackson. Bye bye.